from Kenyan politics and permanent retirement from this country. Hiyo tutazungumza na yeye. Ya pili, tunamwalika yeye na ndugu yake Uhuru Kenyatta for another discussion. Mali iliporwa the last 3 months of the administration. Ile walichukua 15 billion in 26 minutes. 34 billion ya fuel levy. We can have a discussion with Raila and Uhuru. Hiyo pesa watarudisha siku gani? That is a conversation we can have. And the final conversation is to tell us, ile pesa walichukua wakapeleka ya Padora, Cayman's Island, watarudisha lini iinue uchumi wetu? That is a discussion we can have with Raila Odinga, with his handshake brother. Mambo ati ataingia kwa serikali ya William Ruto kupitia mlango ya nyuma, hiyo haiwezekani. Mnataka ingie asiingie? We cannot. And you cannot intimidate the people of Kenya year after year. We cannot succumb to blackmail. You blackmailed President Moi. He gave in to your blackmail. You blackmailed Mwai Kibaki. He gave in to blackmail. You blackmailed Uhuru Kenyatta. Ukamuzia uoga. You went to his government. You destroyed his government. This government is a government of the people. We cannot allow you to come to this government and destroy it the way you destroyed 3 previous governments. Na wewe Bwana Simba Arati umesema utamuongelesha, umwambie nimesema namna hiyo nikiwa hapa. Kama hako na maneno, niko pale Harambee House Annex. Amekaribishwa. Tumekubaliana? Kabla niite rais, waziri mkuu amekuja, my brother Musalia Mudavadi, come and say jambo to these people. Ndio nimwalike rais. Pigieni makofi kwa waziri mkuu wetu Musalia Mudavadi. Asante sana naibu wa rais, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na wabaguzi wote wakiwa na governors wenu na wajumbe, mbia mno. Bwairire, wira, mbebaramu. Asante. Your Excellency, tulikuwa kule Wasingishu, tukiwa na waziri Nakumicha na Mheshimiwa Mboko, tulikuwakilisha kwa World Tuberculosis Day. Kwa hivyo mkiona tumechelewa, tulikuwa tumetumwa kwa kazi kule. Lakini tukasema liwe liwalo, ni lazima tuje tuungane na rais kwa sherehe ya Thanksgiving ya ndugu yetu Mheshimiwa Machogu. Kwa hivyo sitasema mengi sana kwa sababu sijui viongozi wamesema nini. Ukienda sana labda utateleza. Kwa hivyo kile tu nitahimiza ni kwamba sisi tuko imara, serikali iko shwari na lengo letu ni kuinua uchumi wa taifa letu. Watu wa Abagusi, mumekuwa na vigogo Sagini, Nyachai, Nyamwea, Onyonka na wengine wengi, Ongeri. Hawa wote na hata kigogo mwingine Matiangi, hawa wote wamekuwa vigogo kwa sababu walishirikiana na serikali na walitambua serikali. Agenda ya kutotambua serikali ina balaa. Ile historia, ule msingi mumeweka kwa kujua serikali iko wapi na kukua kwa mstari wa mbele kuhakikisha mnachangia mambo ya kitaifa. Tafadhali msiondoke kwa barabara hiyo. Sasa tuko na kigogo Machogu kwa serikali. Anasimamia elimu yote na mambo mengine. Solicitor General yuko mikononi mwenu na wengine. Tafadhali tusiteleze kwa sababu
Wale wengine wameshindwa kimchana, wamejaribu njia zote za kisheria, wameshindwa. Sasa wanajaribu njia ambazo si za kisheria. Sasa wewe unaambia ulimwengu kwamba unataka uketi na rais wa Jamhuri ya Kenya kuzungumza vile sava zitafunguliwa. Hiyo inaweza kuwa agenda kweli? Wewe unataka uketi na rais wa Jamhuri ya Kenya, unasema unataka watu ambao walihujumu, karibu wahujumu usalama wa taifa letu kwa mambo ya uchaguzi, ati warejeshwe kwa kazi. Hiyo haiwezi kuwa agenda. Ni sheria gani utatumia? Ni fikira za aina gani? Kwa hivyo tunaomba kwa unyenyekevu, tusimame imara, tulenge mbele, tujenge taifa letu na tumuunge rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto mkono, ili udhabiti urudi katika taifa letu na uchumi uimarishwe. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tumekubaliana jamii ya Kisii, tutaunga huyu rais wetu mkono. Ni maandamano ama ni maendeleo? Ni maandamano ama ni maendeleo? Asante sana. Kwa hivyo mimi nasema nikimalizia, our security officers ignore what Raila is saying. What he means, he does not say, and what he say, he does not mean. Akisema ati kuna watu wanapangwa, yeye ndiye anapanga. Akiwaambia anakuja Kisii, umngojee Bomet. Tunamuelewa. And we are ready for him. Kwa hivyo mimi nauliza kwa heshima zote, tusimame kwa vigelegele na shangwe, tumukaribishe rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto. Mr. President. Hey, asante sana. Tafadhali tunaweza keti chini. Asanteni. Thank you. Viongozi wetu wa dini, maaskofu mlio hapa na wachungaji na pastors, Bwana Deputy President wa mawaziri, Prime Cabinet Secretary aliye hapa, mawaziri wote wakiongozwa na ndugu yangu Ezekiel Machogu na familia yako, Mheshimiwa Gavana wetu wa hapa Kisii, Mheshimiwa Gavana wetu wa Nyamira, waheshimiwa senators, wabunge, MCAs, ndugu wananchi wa Kisii, mjambo. Abantu bami ntombo ya more. Mbuya more naende. Nyasaye no muya. Chinga kichionzi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi nione. Bwana Yesu asifiwe. Hey. Asalala. Naona watu kweli mumekuja. Na mumekuja kukuja. Kwanza wacha nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa Kisii kwa mara nyingine tena. Tulikuwa hapa tangu jana, tutakuwa hapa mpaka kesho, na mkitupanga vizuri tutakaa hata siku nyingine 2. Mbele yenu mimi nasimama jameni, najua tumekuja kwa sherehe ya muhimu ya ndugu yetu Ezekiel Machogu. Lakini mimi nataka hii sherehe pia nichukue kwa heshima kubwa, nishukuru watu wa Kisii na Nyamira. Tulikuja hapa tukauliza kura zenu, mkawa ni watu wangwana, mkatuamini, mkatupatia kura zenu, mkatuongezea maombi. Mimi nasimama mbele yenu kusema asante sana. Mimi narudia tena, watu wa Kisii, asanteni sana kwa kura zenu. Leo tumeungana pamoja na nyinyi katika ibada hii ya shukrani.
kwa sababu mbali na bidii, mbali na yale yote tulifanya, ni Mungu alitupatia ushindi. Mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu hata pale Machogu hakupata, leo tuko hapa kwa sababu Mungu amemwezesha. Sasa leo ni waziri wa taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwashukuru sana watu wa Kisii kwa kunipatia huyu shujaa Ezekiel Machogu afanye kazi pamoja na mimi. Mambo yetu hapa Kisii ilikuwa inayumba mpaka siku ile tulipata Ezekiel Machogu, akakuja akashikilia, na ndio tukapata ile kura tulipata hapa kwa heshima yenu. Na mimi nataka niwaeleze vile Deputy President amesema, huyu Machogu is among our best performing ministers in the Republic of Kenya. Na niko na imani ya kwamba huyu Machogu atafanya hiyo kazi tumempatia kwa kujitolea, na atafanya elimu katika taifa letu la Kenya litoke katika kiwango iliyoko sasa ifike katika kiwango kingine. We are very confident of the performance of our friend Ezekiel Machogu. Na ndio nimekuja hapa niwaambie watu wa hapa Kiamo, kama watu wa hapa Kitutu Masaba, watu wa Nyaribari Masaba, watu wa nilikuwa Kitutu kule asubuhi, watu wa Nyaribari Masaba na watu wa Kisii, asanteni sana kwa urafiki wenu. Asanteni sana kwa kukubali ya kwamba sote tuweze kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja. Nataka niwaeleze vile vile ya kwamba mbali na mimi na huyu Rigiji mulitupatia kura zenu, mulipiga kura kwa wabunge, MCAs, senator, governor. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hawa viongozi wenu wote ambao mliwachagua, sisi tuko tayari kufanya kazi na wao. We are going to work with all the elected leaders in this county, in Nyamira County, so that we can plan the progress, the development, the transformation of our two counties as we plan the transformation of Kenya. Tutashirikiana na wao tuweze kupanga mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Mimi nawashukuru sana. Vile imesemekana, mimi nimekuja hapa Kisii mara nyingi. Nimetembea hapa kwa miradi tofauti tofauti. Nimekuja hapa mambo ya barabara, nimekuja ya stima, ya shule, ya kanisa, ya hospitali, ya technical training college na mambo mengine mengi. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hiyo urafiki nitazidisha. Tutaendelea kufanya kazi pamoja na nyinyi mpaka tuweze kubadilisha Kisii, tubadilishe Nyamira, wakati tuko katika harakati ya kubadilisha Kenya. And that is a commitment I am making to you, that this is the opportunity to transform our nation. This is the opportunity to change the fortunes of the people of Kenya, and we need to work together. I am ready to work with all the elected leaders so that we can take our country to the next level. So, nyinyi kama wananchi wa hapa Nyamira na Kisii, tunakubaliana jameni tuungane? Munasema nifanye kazi na hawa viongozi wenu. Tupange mambo yenu ya maendeleo. Tupange nafasi ya ajira ya vijana wa hapa Kisii. Na tupange mambo yenu yote ya kilimo, ya maji, ya stima, ya barabara na zile zingine zote. Tunakubaliana tuendelee safari hiyo? Na mimi nataka niwahakikishie kwa upande wangu niko tayari, tutashirikiana na tutapanga vile Kenya itaenda mbele kwa pamoja. Hawa viongozi wakiongozwa na deputy wangu wamewaeleza vile tumepangana kama viongozi, na bado tutawapanga wengine. Tumepangana na madirector, tumepangana na machairman, tumepangana na CASs na watu wale wengine wote,
Mambo ya viongozi tumewaeleza vile tumepangana. Mimi nataka nichukue nafasi hii sasa niwaambie vile tumepangana na mambo ya wananchi. Kwa sababu katika uchaguzi si tulikuwa na mkataba ya viongozi na wananchi? Si nyinyi kama wananchi mmetimiza sehemu yenu? Si sisi kama viongozi tumepata nafasi? Si mmetupatia nafasi? Sasa kwa sababu tulikuwa pamoja, kama viongozi wamepata, tunataka kujua na wale wananchi walipiga kura watapata nini. Ama mulipiga tu kura kiholela? Kwani nyinyi hamuna interest yenu? Hiyo sasa ndio mimi nataka niseme. Tumekubaliana na hawa viongozi wenu. Nimekuja hapa tangu jana. Nilikuja hapa tangu jana kwa sababu kuna kazi niliwacha barabarani. Kuna kazi niliwacha haijakamilika. Wakati wale wa majamaa wa handshake waliniangaisha, bahati yao hawakujua mbali na kuangaisha huyu mtu, ile kazi ilikuwa inafanyika hawakushughulika nayo. Ndio jana nimefika hapa, tuanze mahali tuliwachia hiyo kazi, tupeleke hiyo kazi mbele. Jana nimefika hapa kwa ile maji ya Gegati. Mmesikia wenu wamezungumziwa kwa miaka nyingi. Jana tumekuja kufungulia nyinyi hiyo treatment kuserve watu wengi both Kisii na Nyamira. Ile tatizo tuko nayo ni kwamba hata kama tuko na treatment plant na tumetega maji, ile mifereji na ile inaitwa last mile ndio iko matatizo. Jana nimetangaza ya kwamba tutaweka shilingi milioni 500 ya kusambaza maji na kuhakikisha kwamba ile mambo ya last mile inafikia wananchi wengi zaidi. Jana nimefika hapa vile vile kwa sababu ya mambo ya barabara zenu. Pale Kitutu Masaba North, mahali tulianza leo asubuhi, tuko na barabara ya Kegogi kwenda mpaka Rioma. Hiyo barabara ilikwama. Leo nimeanzisha rasmi kujengwa hiyo barabara na nimesema iwe imekamilika. Pia mjumbe wa pale Bwana Nyakundi amenieleza barabara ya kutoka pale Kegogi kwenda Marani mpaka Nyakoe. Pia nimesema hiyo barabara tutajenga in this year. Tutajenga hiyo barabara, tutaweka lami. Pia tuko na barabara ingine ilikwama. Mimi na Rais Uhuru Kenyatta tulikuja kuianzisha karibu miaka 8 iliyopita. Hiyo barabara kutoka Nyamokomba kwenda Ngenyi, Ragogo mpaka Nyakoe. Hiyo barabara imekwama miaka 8. Na kwa sababu tuko na contractor amezembea, mimi nimesema huyo contractor, na nimemweleza Waziri Murkomen yuko hapa, huyo contractor atoke kwa hiyo barabara kwa sababu ameshindwa na hiyo kazi. Tutafute contractor mwingine na tumpatie 1 year akamilishe hiyo barabara, kwa sababu wananchi wa pale wanahitaji hiyo barabara, na tuweke hiyo anaweza kwenda kuna vile vile. Jana ilikuwa hapa Nyamira kwa sababu kuna barabara tulipromise ama tuliahidi watu wa pale, barabara ya kutoka Amabuko kwenda Rigoma kwenda mpaka Gekano. Hiyo barabara pia imekwama miaka nyingi. Kwa rasmi hiyo barabara, inside 1 year that road must be complete. Pia tuko na barabara ingine ilikwama, barabara ya Manga Motemomwamu. Hiyo vile vile nimesema tutakuja kuianzisha, tutaikamilisha. Kuna barabara ingine tena ambayo inakuja mpaka hapa Keumbu, inaanza pale Kemera inaenda Kiendege. Hiyo barabara nilikuwa pale mwenyewe kuianzisha, lakini wale jamaa wa handshake walikwamisha, ikapotea.
Nimesema tena hiyo barabara kuja tuweke lami. Tuko na barabara zingine nyingi. Kuna barabara nilikuja kuanzisha pale ya Sosera kwenda Ramasha, si ndio? Mpaka hapa Nyanturago. Hiyo barabara ilijengwa kilomita 2 ikakwama. Waziri Murkomen, please ukuje upange mambo ya hiyo barabara. Mimi nataka hiyo barabara ijengwe kwa manufaa ya hawa watu. Vile vile kuna barabara mjumbe wenu ameuliza. Barabara ya kutoka pale Mokama. Hiyo barabara vile vile tutaweka katika mipango yetu. Tunaelewana jameni? Na tuko na barabara zingine nyingi ambazo zilikwama. Saa hizi hatuna pesa ya kutosha kwa sababu wale majamaa walihama na pesa nyingi. Lakini mimi nataka niwahakikishie tunapanga mambo vizuri na tutarudi hapa na mpango kamili ya kukamilisha zile barabara zote ambazo tulianzisha na zile zingine ambazo mtahitaji ili tuweze kupanga usafiri, muweze kufanya kilimo, muweze kupanga biashara, tuna uchumi, ndio tuweze kuondoa umaskini na tuweke pesa kwa mifuko ya wananchi wa hapa. Hiyo ndio mpango yetu ya wananchi. Jambo la pili, tumeketi chini na viongozi wenu. Gavana Simbarati, Gavana Nyaribo na viongozi walinitembelea, tukaketi chini na wao katika ofisi yangu. Tukaongea mambo kadhaa. Kati yao ni mambo ya hapa Kisii. Mnajua ile airport ya pale Suneka iko na matatizo. Haiwezi kupanuka. Nyinyi mmependekeza ya kwamba tuwe na airport. Mimi nimekubali, tutawajengea airport. Ile nimekubaliana na viongozi ni kwamba mimi siwezi kujua ni mahali gani itajengwa. Sisi tunataka wale experts, technical experts. Kipchumba Murkomen atatuma hawa technical experts wakuje watuangalilie tutajenga hii airport wapi. Itakuwa Nyangusu, sawa. Kama kule katika technical expertise yao, which is the most suitable place for us to build the airport. Wakisha sema ni mahali fulani, tutajenga airport pale. Mnakubali twende hiyo barabara? Hatutaki viongozi wabishane, sijui ni hapa ni kule ni kwingine. Sisi wote we are not experts, hata mimi. So turuhusu wale experts watuambie ni hapa tujenge airport yenu, na tufanya hivyo hapa Kisii, Nyamira, watu wa hapa Kericho, pengine Migori, pengine Narok, iwe ni mahali ambayo inaunganisha Wakenya wote. Tunakubaliana namna hiyo? Tumekubaliana na hawa viongozi. Jambo lingine la wananchi ambayo tumekubaliana ni mambo ya maji. Tumekubaliana ya kwamba tumeongea karibu miaka 15 ya maji ya hapa Magwagwa ambayo italete maji, na pia tumekubaliana ile maji ambayo iko hapa ambaye Bunyunyu ilikuwa katoroka. Mimi mwahakikishie maji ya Bunyunyu, maji ya kule Magwagwa tumepanga. PS wa mambo ya maji yuko hapa, ako na taarifa kamili, ako na instructions kamili vile tumepanga ndio maji ipatikane. Mama wenu wa county awache kunipigia makelele, anasema kina mama wanahangaika, si ndio? Nitapangana na huyu mama wenu wa county. Tumeelewana? Huyu mama anahangaika na mama. So plan for matters water in Kisii County. Jambo la 4 ambayo tumekubaliana na hawa viongozi
ni mambo ya agro processing, value addition, manufacturing. Tumekwamba mimi nitatafuta pesa, lakini pia county watatafuta pesa. Hapa Kisii nimekubaliana na Simba Arati kwamba kama ni hapa Nyanturako atafute ardhi ya kutosha. Nimesema nitamwekea milioni 100 kwa sasa, yeye aweke milioni 100. Akijipanga vizuri, mimi nitakuja pale nimuone. Kama amejipanga vizuri na nyinyi, mimi nitajipanga vizuri pamoja na nyinyi vile vile. Tunaelewana? So I am waiting for the invitation of my good friend Simba Arati, the facility. Once I see how organized you are, I will give you additional resources. We can actualize the agricultural aggregation and industrial park. Mahali nyinyi kama wakulima mutapata mahali ya aggregation ya ndizi yenu, ya mazao yote. Tunapanga soko tukiwa tumeifanyia value addition, tukiwa tumefanya agro processing, kwa sababu ile mazao yetu yote tunazalisha shambani, tunataka kutumia kabla ya kuuza, tuitumie kupanga ajira ya vijana wetu kwa mambo ya value addition, mambo ya agro processing, manufacturing, tulete hapa nyumbani, ndio vijana ongeze dhamana kwa ile mazao yenu, ndio ile pesa mnapata iongezeke. So we have agreed. Hapa Nyamira nilikuwa kule na governor wa Nyamira jana, na ile nimeongeza iwe milioni 500 ya Nyamira County. Na mkijipanga vile Nyamira, mimi nitaongezea nyinyi vile nimeongezea Nyamira. Tunaelewana? Because we want to transform our nation. Na haya maneno hatutaki kuongea. Sasa tunataka action. Tunataka mambo iende mahali ambapo tunaweza kuyatimiza yale mambo tumepanga. Vile vile gavana wenu aliniuliza mambo ya hospitali. Tumekubaliana akamilisha, ameweka jengo la hospitali. Mimi kisha we operationalize facility. Kama mimi niko hapa kwa sababu katika ile mpango yetu ya universal health coverage, we must have enough facilities to facilitate our deployment and our service on matters human ama universal health coverage. Tunakubaliana? Vile vile hapa Kisii town yenu imesongamana sana. Hamuna mahali ya kupanua hiyo town. Tuko na prison ambayo iko katikati ya town. Mimi nimemwambia hawa viongozi wenu wakiongozwa na governor, mimi niko tayari kuwapatia hiyo shamba ya prison ambayo iko katikati ya town. Mkinipatia shamba hapa mashambani kidogo, kama ni Nyanturago ama sehemu gani, mimi I am ready to move the prison ili pate ardhi panua na kuongeza mji wa Kisii. Tunaelewana? Na mimi niko tayari kesho. So nimemwambia governor and I am happy. Niliconnect yeye na watu wangu, tayari wameongea, wako watakutana na governor wenu, tutapanga hiyo kazi. Mimi nitasaidia to move the prison so that we can expand the land available for the expansion of Kisii town. Tumekubaliana? Jambo lingine la wananchi, mimi nimekubaliana na hawa viongozi wenu kwamba Kisii ardhi inazidi na kuwa ndogo sana. Mnagawanya, ilikuwa eka 10 ikawa eka 5. Sasa imetoka eka 5 iko eka 2. Tukiendelea namna hiyo itakuwa nusu eka, itakuwa robo na itapotea. Si ni kweli? Na hiyo ardhi yenu Mungu ametubarikia ni ardhi yenye iko na rotuba na iko na mvua. Tunataka hiyo ardhi badala ya kutumia kwa mambo ya settlement na kujenga manyumba, tunataka hiyo ardhi mlio nayo tusaidiane,
tuweze kutumia kuzalisha kilimo, kuzalisha chakula, kuendesha mambo ambayo itatusaidia sote. Na ndio tumekubaliana the future is urban. Siku zetu za usoni watu watakuwa wanaishi katika miji. Na ndio sababu tunataka kuanzisha safari ile mimi nilisema wakati wa campaign ya kwamba tutatumia our housing plan kuhakikisha kwamba tuko na manyumba mazuri ya wananchi kuishi, itusaidie kupanga ajira ya vijana, na jambo la tatu, itusaidie kupunguza ile ardhi inagawanywa ambayo ingetumika kwa kilimo, inatumika sasa kwa makao. So tumekubaliana the first 10,000 housing units ya Kisii na 10,000 housing units ya Nyamira. Tayari mimi nawashukuru mumetupatia ardhi. Tumepata ekari 70 in different towns here in Kisii. Tumepata ekari 50 in different places in Nyamira. Na tayari tumetangaza kandarasi, tunafunga tarehe 30 mwezi huu, tunafunga hiyo kandarasi, na mimi nitarudi hapa 3 to 4 months nikuzishe ujenzi wa manyumba 10,000 ya kwanza hapa Kisii. Mimi nataka vijana munisikize kwa makini. Vijana mko? Munisikize kwa makini. Hiyo nyumba 10,000 ambayo tutajenga hapa Kisii, nyumba 10,000 tutajenga kule Nyamira, tunahitaji vijana zaidi ya 15,000 hapa Kisii, vijana 15,000 kule Nyamira ambao watatusaidia kujenga hiyo manyumba. Tunahitaji plumbers, tunahitaji masons, electricians, tunahitaji carpenters, tunahitaji wataalamu tofauti, tunahitaji hata vijana ambao watasaidia na hiyo kazi. Vijana Kisii tayari tufanye hiyo kazi pamoja. Mko tayari ama mko tayari? Wacha nisikie sauti yenu. Wapi sauti ya vijana wa hapa Kisii nisikie? Mko tayari tufanye hiyo kazi pamoja? Mimi niliwaahidi ya kwamba tutapanga mambo ya uchumi ambayo itazalisha ajira kwa vijana wetu wa Kenya. And our housing plan is one such plan. Processing and value adding in our agricultural aggregation and integration parks is another program that is going to create jobs for our young people. Na mimi nataka niseme ya rudi hapa hivi karibuni, tupange na tuambadilisha uchumi wa taifa letu la Kenya. Vile nchi zingine zimepiga hatua, that is what we must do as a country and as a people. Vile vile nilikuwa jana kule Kisii National Polytechnic. Na mimi nataka tuwatangazia kwamba zile technical training colleges zetu zote ambazo tuko nazo, tumesema ya kwamba we will start our digitization plan there. Jana tumelete computers 100 kwa Kisii a constituency that has a technical training college. Kwa sababu mbali na kujifunza mambo ya kompyuta, tunataka kutumia hizi kompyuta kuzalisha ajira. Idea we call digital jobs, and we are going to roll out a program. We are going to ask Parliament to work with us so that we as a country can work like what other countries in Philippines, in Korea and in other areas where they have created huge opportunities for young people working on digital jobs. Tuhakikisha kwamba tunazalisha ajira ya vijana wetu wa Kenya, because unless we have a deliberate, concrete plan on the employment of our young people, we risk the future of our country and the future of our young people. So haya mambo yote tumekubaliana, na nimeona mbali na yale tumesema tutapanga na viongozi, tuko pia na ile tutapanga na wananchi, kwa sababu sote tunataka tutembee kwa pamoja. Wa Kisii, mimi nataka niwaulize, mko tayari tufanye hii kazi pamoja? Mko tayari?
tupange ajira, tupange maji na stima na elimu ya watoto wenu, tupange uchumi wenu na kilimo. Wale wanasema tuko tayari kono, bas mimi ndio kazi mumepatia panga ile. Mimi nataka niulize wale nilishindana na wao, mimi nimepatiwa sasa kazi na hawa wananchi. Tafadhali muache kunisumbua na mambo ya maandamano. Munipatie nafasi nipange ajira ya hawa vijana, nipange kilimo ya hawa wananchi, nipange vile tutazalisha chakula, nipange mbolea, nipange mbegu, hawa watu watuzalishie chakula, tupange tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Ni kweli ama si kweli? Si hao majamaa walikuwa na nafasi yao? Si miaka 5 tulikuwa na serikali ya handshake? Si mtu yangu ya kitendawili alikuwa na hiyo serikali ya handshake? Si walikuwa na nafasi yao? Si walipanga ile walipanga handshake, wakapanga BBI, wakapanga rege, wakapanga hiyo ingine mpaka unga ikakuwa 230. Ni kweli ama si kweli? Sasa wanatuuliza nini? Si walikuwa na nafasi yao? Sasa wanipatie nafasi nipange na hawa ndugu zangu ambaye wamechaguliwa, tupange vile Kenya itaenda mbele. And I want to respectfully ask our friends ya kwamba mambo ya uchaguzi tulimaliza. Nyinyi kama wananchi hapa Kisii, si tulipiga kura jameni tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka uliopita? Ama hamukupiga kura pande hii? Mulipiga kura, mukachagua MCA, mukachagua wabunge, mukachagua gavana na senator, na rais mulichagua ama hamukuchagua? Mulichagua rais? Mulipiga kura ya rais? Munajua matokeo ilikuwa nani alishinda? Muko na hiyo habari? Ni ule mtu ya kitendawili alishinda ama huyu Hasland alishinda? Nani alishinda? Sasa mimi nataka nimwambie mtu wa kitendawili, please, wewe ni mzee, tungependa sana tukeheshimu, lakini wacha fujo, wacha maandamano, wacha vita, wacha kupiganisha watu. Tafadhali, we want to respect everybody. Lakini mambo ya fujo na maandamano na kupiganisha watu na kuharibu mali ni mambo ambayo hayakubaliki katika society yeyote tukiendekea mbele. Na hata kama mzee ya kitendawili ako na shida ya mama mboga ya nini? Makanga ako na shida, ilitokea wapi? Wafanyabiashara bodaboda wako na shida, na yeye ilitokea wapi? Kwani mimi nauliza nyinyi watu wa Kisii, ule mtu ya kitendawili alishindana na nyinyi ama alishindana na mimi? Si alishindana na mimi. Kama ako na shida, si akuje aniulize. Sasa ameenda kuletea fujo, ameenda kuletea vita. Mama mboga hajauza kwa sababu ya vita yake. Ule makanga hajakuwa kazini kwa sababu ya vita yake. Ule mtu ambaye wa kinyozi hajakuwa kazini. Wafanyabiashara wa matatu hawajafanya biashara. Wale wa benki hawajafanya biashara. Yeye anaulizana nini na wafanyabiashara wetu? Kama ako na shida, akuje angaliane na mimi macho kwa macho. Mimi ndio nilimunyorosha, sio mama mboga, sio bodaboda, sio makanga. Si mimi ndio nilimunyorosha huyu mzee? Na sio siri, nilimunyorosha na niliwaambia huyu mzee mimi nitamalizia asubuhi na mapema. Na si ndio ilivyokuwa? Sasa wewe, mimi nilikunyorosha asubuhi na mapema. Saa hizi utaki kuniface. Wewe umeenda kusumbua mama mboga, umeenda kusumbua makanga, umeenda kusumbua wananchi wa kawaida. Wewe unaulizana nini na wananchi wa kawaida? Si kama hako na maneno akuja ulizana na mimi? Ama namna gani? So I want to tell my friend Mr. Raila Odinga respectfully, you know, my friend, stop the arrogance. Stop the contempt for ordinary people. What are you asking Okas? What are you asking touts
What are you asking ordinary business people? You have gone with violence. You have gone with chaos and anarchy to visit on ordinary people who are going about their business. If you have issues, deal with me. Forget about ordinary wananchi of the Republic of Kenya. Tunaelewana jameni? Ama ni aje? Si kama hako na maneno aulizana na mimi. Si mimi ndio nilishindana na yeye. Sasa amepelekea fujo mama mboga, amepelekea fujo makanga, amepelekea fujo wananchi wa kawaida. Yeye hako na madharau. Wacha madharau bwana. Wacha kudharau wananchi wadogo. Kama uko na maneno, wewe menyana na mimi. Na mimi niko tayari. Na nimemwambia uchaguzi sasa imeisha. Hata usikuje kunipotezea wakati. Uchaguzi imeisha. Wewe kama uko na maneno, jipange 2027. Wacha mimi nifanye kazi ya wananchi. Pale 2027 nitakungojea. Na hiyo 2027 sasa ujue nitakuwa nimejipanga mbaya sana. Ndio. Wacha hii. Kwanza hiyo 2027 hata yeye kupata agent peke yake itakuwa kazi ngumu. So awaje kusumbua watu. Ama namna gani? I mean, kwani wewe sasa umesumbua kila serikali. Ulisumbua ya Moi mpaka Moi akaenda. Ukakuja ukahangaisha Kibaki. Ukakuja ukahangaisha Uhuru. Ndio huyu umeenda kuhangaisha mama mboga. Umeenda kuhangaisha makanga. Umeenda kuhangaisha watu wadogo. Kama wewe uko na maneno, si ukuje bwana, you face, you know, you're equal. Ama namna gani? Na vile hata mimi naona, mimi ninafikiri, anyway, wacha tuseme sana. Tuachie hapo hiyo maneno. So, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nataka tu niulize, please, we want a peaceful nation. Mimi si mtu ya kufanya mambo kinyume ya katiba ama kinyume ya sheria. Wale askari, the police force is an independent police force. I want to ask the police to protect the lives, the property of every citizen of the Republic of Kenya. And those who are planning to steal, those who are unleashing terror and violence on the people of Kenya should be held to account, irrespective of who they are in the society. Anybody planning and scheming for citizens to lose life, property, business, their wares, why do you want to terrorize the people of Kenya with violence? The police must make sure that they protect the interests of every Kenyan. It doesn't matter who the hell you are, you must live by the rule of law. And nobody has the license to terrorize the people of Kenya with violence, with chaos, with anarchy, destroy their property, destroy their business, destroy their wares, and go scot-free. We must be a country of the rule of law, and everybody must be held to account. Ama mnasema ati kuna watu wengine wako na leseni ya kuharibu mali ya watu wengine. Si kila mtu jameni afuate sheria. Hata kama wewe ni mrefu ama mnono ama mkubwa ama mdogo, kila mtu afuate nini? Tumekubaliana jameni? Mnasema tutembee pamoja? Wangapi wanasema tutembee pamoja nione? Basi mimi nataka niwaambie watu hapa Kisii, mimi nawapenda sana, nawatakia heri, nawatakia baraka ya Mungu, na tutarudi hapa tena na tena na tena mpaka Kisii tuibadilishe na Kenya tuibadilishe. Asante sana. Nyasaye abaseni. Bless you.